Kuna hii movie inaanzia hapa, tunamuona huyu mwanadada anakimbizwa na hili gari nyeupe. Huyu mwanadada anaitwa Sasi. Hapo inaonekana anakimbia kinoma mpaka anamwaga vitu vya watu hapo njiani. Inaonekana kuna hili gari linamkimbiza, kuna huyu mwanadada anaitwa Zara ndio anayemkimbiza hapo. Sasa mwanadada analalamika hapa kwa kumwagiwa vitu vyake. Anasema hivi vitu mtavilipa nyie, lakini mwanadada hataki kuelewa hapo. Anakimbia kinoma, unaambiwa kuna kitu itakuwa amefanya huyu. Sasa hapa mwamba wanamkasirikia kinoma kwa sababu anawapamia huko watu njiani. Lakini mwanadada alipofika hapa mbele akawa kama amepoa hivi, akajua kila kitu kimeisha. Kwa hiyo akawa anatembea taratibu huko kama anasogea hivi. Lakini baadaye bado gari linaendelea kumkimbiza. Sasa tuelewe alifanya nini huyu. Mwanadada anaitwa Zara. Sasa tunakumbushwa nini kilitokea. Inaonekana mwanadada Zara ana mpenzi wake. Sasa huwa na kawaida ya kutafutia wasichana huko nje. Sasa katika kumtafutia wasichana ndio akawa amemtafutia huyu mwanadada ambaye anaitwa Ratasha, na anawarekodi video hizo na baadaye anazituma mtandaoni. Sasa mwanadada huyu Ratasha siku hiyo akawa ameingia hapo ndani na akawa amemwibia mpenzi wake kila kitu huko ndani, unaambiwa. Sasa mwanadada Zara kipindi anarudi ndani kuja kuangalia hivi, akakuta vitu vimeibiwa huko ndani na mwanadada akawa ndo ametoka nje hapo. Sasa kama tunavyoona alivyofika hapa nje akawa amemdanganya mlinzi kwamba huko ndani kuna mauaji yametokea na nini, aingie kuangalia ili aweze kutoka hapo na kukimbia huko nje. Sasa ile Zara anatoka nje anakuta mwanadada aishaondoka na akawa ameingia ndani hapa. Kuna hawa watu sasa hawa watu hawamuelewi, hawamtambui kwa sababu aliingia tu bila ruhusa, kwa akawa amemfukuza. Sasa hapo tunakutana na huyu mwamba anaitwa Ayo. Huyu Ayo ni mpenzi wake na Sasi, huwa anauzaga chips hapa. Sasa kuna mteja wake amemuuzia chips hapo, mara ghafla mpenzi wake akawa amempamia hapo. Sasa huyu mwamba akalalamika kinoma, akasema dada wengine bwana. Lakini mwamba Ayo akamwambia tu mimi nitakupa hizo chips zingine, kwa akawa amempa zile chips zingine. Ayo akibidi amfuatilie mke wake, kwa nini anakimbia na kwa nini ana tatizo gani. Sasa kuna huyu mwanadada Ratasha anampenda sana huyu mwamba ambaye anaitwa Ayo. Sasa mwanadada amefika hapa, Sasi anamshangaa, anamwambia wewe, nishakwambiaga achana kufuatilia mpenzi wangu. Sasa inaonekana huyu mwanadada huyu ambaye anaitwa Ratasha anampenda sana mwamba Ayo. Sasa Ayo ni mpenzi wake na huyu mwanadada ambaye anaitwa Sasi. Sasa ana mind kinoma yani, kwa sababu alishamwambia aache kumfuatilia mpenzi wake. Kwa hiyo kama imetokea fujo hapo, unaona vurugu kinoma hapo, wanaashiana moto. Sasa Ayo akawa amefika hapo kwa ajili ya kuamua watu, kila siku wanagombana. Akamwambia mimi nishakukataza wewe kuja hapa nyumbani kwangu. Vipi wewe, nishakwambia mimi na mpenzi wangu, kwani unataka kunielewa wewe? Basi hapo akawa anazidi tu kuamua pale. Sasa huku Zara anampiga mlinzi kibao, anambia vipi unaacha kabisa mtu anatoka nje na kati ameiba vitu huko ndani. Basi hapa mlinzi akawa anajitetea tu vile alivyodanganywa na nini, unaelewa Basi hapa mwanadada akawa amemind kinoma yani, akamwambia mtu ameiba vitu ndani afu namwachia anatoka tu. Sasa huku mwamba Ayo anamuuliza mpenzi wake kwa nini anakimbia anapalamia watu huko nje huko. Sasa mwanadada anazunguka tu. Mwamba anaendelea kumwambia tu, kwa nini unakimbia? Hebu niambie kipi kimetokea hapo. Lakini mwanadada anamzungusha tu hapo, anamwambia tuondoke ndani bwana, mambo yote yatazungumzika, ni vitu tu vya kawaida. Sasa mwanadada Ratasha bado hajakata tu tamaa kumfuatilia mwamba Ayo. Mwamba Ayo anamwambia tu mimi nishakwambia mimi na mpenzi wangu. Unaona hapo mwanadada anaendelea tu kumng'ang'ania mwamba, unaelewa mwanadada anampenda sana huyu mwamba Ayo, lakini mwamba Ayo anamwambia kabisa mimi na mpenzi wangu ambaye anaitwa Sasi. Lakini mwanadada anaendelea kumlazimisha tu bwana. Hapo akawa amemtimua, akamwambia mimi nitakubonda hiki mzee. Basi akawa amemkataa pale. Sasa mwanadada hajakata tamaa bado, anaendelea kumtafuta adui yake ambaye anaitwa Sasi. Unaelewa alimwibia vitu vyake huko. Basi ikabidi sasa atumie njia nyingine, akamwambia huyu mwanadada hapa hivi kwamba naomba mtafutie huyu mwanadada na nitakulipa milioni 5. Kwa kama amefanya kama deal, akamwambia huyu mwanadada aende akamtafute huyo mwanadada Sasi, atamlipa hela. Sasa mwanadada kupoteza hata muda akawa ameenda kwa huyu Ratasha kumpa hilo deal. Akamwambia wewe sasa hapa mwanadada anashangaa milioni 5 tu kwa ajili ya kumpata huyo Sasi. Sasa unaelewa wana kisasi naye kule, wana ugomvi. Kwa akasema hilo dili dogo sana hilo atalifanya. Kwa hiyo hilo dili akawa amesema atamsaidia kumtafuta huyo Sasi, sana elewa anapoishi. Kwa hiyo watalifanya hilo dili. Milioni 5 aliambiwa hapo. Sasa akasema
kwa hiyo tukimpata tunaanzaje, kwa kama amempa maelekezo pale na dili akawa ameelewa. Sasa hapa tunamuona Mwamba hayo yuko njiani. Sasa kuna huyu dogo anaonekana amekwapua kitu huko. Sasa Mwamba hayo akawa anamfuatilia huyu dogo kwa ajili ya kumkimbiza. Sasa dogo amefika hapa ni kama akawa amempa mzigo huyu Mwamba na akawa amekimbia. Sasa ile anamkamata, anamkuta dogo bado hana kitu ambacho alikuwa anamkimbiza nacho. Sasa ikabidi sasa Mwamba amuulize yule anaelekea wapi ili aweze kwenda kufuatilia. Kumbe kuna genge hapa ambao linajihusisha na kuuza madawa ya kulevya na ndio mzigo ulipokuwa unapelekwa hapo, unaelewa Sasa Mwamba amefika hapa anaulizwa, vipi wewe, mbona alikuwa rafiki yake wewe, anamuuliza vipi unafuatilia nini wewe? Kuna watu kama siwaelewi hivi. Kuna mzigo kama ulikuwa unakimbizwa, sasa na kuna dogo amenielekeza ni hapa. Sasa Mwamba anaambia hapa kuna gengi kali mzee, tuondoke hapa, sivyo watakuja watakumaliza, unaelewa unaambiwa hapo hilo ni genge la wauzaji wa madawa ya kulevya. Kwa hiyo rafiki yake akamwambia tu tuondoke hapa, jamaa wakigundua unawafuatilia wanaweza wakakumaliza. Majamaa hayo nayaona. Sasa huyu Mwamba alivyofika hapa akawa sasa anapokea simu, ndo mwanadada hapa ambaye anaitwa Natasha akawa anapiga simu sasa kuhusu lile dili. Sasa alikuwa amempigia mwanadada Zara, akasema hilo dili mimi naliweza, na huyo Sasi mimi nafahamu anapoishi, kwa hiyo nitakuja hapo na kila kitu kitakuwa sawa. Basi mwanadada Zara akamwambia tu njoo, akampa location pale na mwanadada akasema ataenda kwa ajili ya kufanya hilo dili. Sasa mpenzi wake ndo anamwambia vipi, umeshampata huyo? Kwa sababu aliiba vitu ndani huko, kwa hiyo wanamtafuta kinoma hapo unaambiwa. Sasa Mwamba hayo yuko hapa na rafiki yake, anasema mimi simuelewi kwa kweli sasa hivi mpenzi wangu Sasi, kwa sababu ni siku mbili tu hizi zimepita na namuona anakimbia tu na nikimuuliza hataki kuniambia majibu ambayo yanaeleweka. Sasa tunaelewa mwanadada Natasha bado anampenda. Hapa anakuja tena anaendelea kumngangania tu Mwamba. Akamwambiaje? Kuna dili limetoka huko kwamba mpenzi wako anatafutwa na imeahidiwa kutolewa milioni 5. Sasa hapa rafiki anasema milioni 5. Sasa hapa mwanadada Natasha anambia, akawa amemkataza yule rafiki yake na hayo, akasema tulia bwana we, watu wanaongea vitu vya maana, wanaongea pumba tu hapa. Kwa akawa amempa hilo dili hapo. Sasa Mwamba anakuja huku anakuja kumuuliza mpenzi wake nini kinatokea na unatafuta nini? Unaelewa kule ameshaambiwa kwamba huyu anatafutwa, kuna janga amelifanya huko. Sasa mwanadada akiulizwa hapa anajizungusha tu, hataki kunyoka kumwambia Mwamba nini kilichotokea. Lakini Mwamba aishapata taarifa kuwa mpenzi wake huyu Sasi ameiba vitu huko na anatafutwa na kuna dili la milioni 5 limeandaliwa. Sasa mwanadada hapa kumbe aliiba madini kule ndani, ndio yuko anatafuta. Mwamba amemuuliza anatafuta nini, hataki kusema. Sasa mwanadada akashangaa, huyu Mwamba amejuaje hizi taarifa? Ndio sasa anakuja kumuuliza, vipi mimi mule ndani nilikuwa natafuta madini bana, utakuwa umeyaona? Lakini Mwamba akamwambia, mimi nimekuuliza na hukutaka kuniambia nini unatafuta. Sasa unaniulizaje kwa nimeona hayo madini yenyewe? Basi mwanadada hapa akawa analalamika tu, asema hayo mambo ya kawaida tu, kama umeyaona uniambie tu. Lakini Mwamba hayo akawa amemkajia pale, akasema mimi sijui chochote bwana, usije ukanisumbua. Unaelewa anatafutwa huyu mwanadada Sasi. Sasa ile kazi la Tasha akawa amekuja sasa kuonana na huyu mwanadada Zara. Hapa mlinzi analalamikia, wewe acha kushikashika magari hayo. Kwa mwanzo umekuja kutafuta nini hapa? Akasema mimi na appointment na madam. Kwa mlinzi akasema hauwezi ukaingia huko ndani bila kukaguliwa. Kwa hiyo lazima mkague hapo, na akawa amemkagua hapo na nini ili kuhakikisha usalama huko ndani. Kwa kama ameruhusiwa kuingia ndani kwa ajili ya kuonana na mwanadada Zara. Sasa mwanadada Zara akampa maelekezo yote na akamwambia mlinzi kuwa huyu ni mtu ambaye nitaka kuongea naye kuhusu kumtafuta yule mwanadada ambaye alituibia huko ndani. Sasa mume wake amekuja hapa akasema huyu anafaa sana. Lakini sasa unasikia mwanadada hapa anamwambiaje, vipi mpenzi wangu unakionaje hicho chombo? Huwezi kutoka nacho leo. Mwamba akasema haina noma. Sasa alipomwambia tu mwanadada Natasha akasema haina noma, mimi nitatoka naye. Basi Mwamba akawa ameenda kufanya naye mapenzi huko ndani, unaelewa Yaani huyu mwanadada huaga anamtafutia wasichana huko nje mpenzi wake na anawarekodi video na kuzituma mtandaoni, unaelewa Sasa hapa mwanadada akawa amefanya naye mapenzi na video imechukuliwa na akawa amelipwa pesa na akaambiwa ukikamilisha kumtafuta huyo mwanadada Sasi tutakulipa pesa yako nyingine. Kwa hiyo ataenda kumtafuta na akipata taarifa zake na atamkamatisha hapo kwa ajili ya ulipo pesa zake hilo dili. Sasa hapa mwanadada anapiga simu na kuna mtu anaongea naye hapo, anamwambia kila kitu kitakuwa sawa na huyu mwanadada tutamkamata muda sio mrefu. Sasa kumbe hapa anaongea kwamba
hayo madawa yatakuwa yako tayari, kwa hiyo muda sio mrefu nitakuletea, na dili la madini litakamilika muda sio mrefu. Inaonekana kuna dili ambayo alikuwa amelipanga la madini, kwa hiyo akawa anatoa taarifa kwamba muda sio mrefu madini yatapatikana na dili itaendelea kama kawa. Sasa unaambiwa huyu mwanadada Zara anafanya biashara za kuuza madawa naye. Yaani hapo anafanya biashara za video za zile video chafu za mtandaoni, pia na anauza na madawa ya kulevya. Kwa hiyo mwanadada ndo kazi zake hapo town. Sasa anakuja anamwambia kila kitu kipo sawa. Sasa twende tukamkamate mtu wako Ratasha. Anakuja kumkamatisha sasa mwanadada Sasi. Si unaelewa ana ugomvi. Kwa hiyo ile dili akaona kama ni njia ya kukamatisha huyo, amwachie yule mwamba Ayo. Ndo anafika hapo wanamkamata, anasema wewe ni mwizi, ulidhani utatukimbia? Akawa amemkata kofi pale, si unaelewa Sasa mwanadada Sasi anamlalamikia hapa, akasema mimi kwanza nikawa rafiki yako. Basi akawa amewachomoka pale, akawa amekimbia. Anasema unafanyaje wewe, mbona unafanya uzembe wewe, paka mtu anaondoka unamwachia anaondoka vipi wewe? Sasa tunarudi kwa huyu mwamba Ayo. Kumbe mwamba Ayo aliyachukua yale madini bwana, na akawa amekuja kumpa rafiki yake kwa ajili ya kwenda kuyauza. Sasa hapa kuna mwamba wanampiga dogo hapa na akawa amemzimisha. Sasa mwamba Ayo akawa ameliona hilo swala, ikabidi awakimbize hapo, unaelewa Sasa alivyowakimbiza, kumbe hawa jamaa ni mmoja kati ya lile genge ambalo linajihusisha na kupokea hayo madawa ya kulevya na kuyasambaza. Sasa mambo hayo akajikuta ameingia kwenye genge lila watu watukutu. Wakamwambia kwani nafuatilia maisha yetu Basi mambo akawa anajitetea tu pale kwamba mimi sina shida, niliona tu hawa watu wanampiga mtoto mdogo, ikabidi nimtetee na kuwakimbiza, nielewe kwa nini wanafanya hayo. Kwa hiyo akawa amejitetea hapo kwamba hana shida yoyote, lakini miamba wanamchukia kinoma na akamwambia ondoka bana, kwa akawa amemwacha, unaelewa Sasa leo huku mwanadada Ratasha amemtafutia wanawake tena huyu bosi Zara, unaelewa kazi anayoifanya. Basi akawa anakagua vyuma hivyo, akaona vimekaa fresh, akasema kazi imeifanya fresh, kwa hiyo akasema atamlipa pesa hiyo. Sasa mwanadada Ratasha anafanya kazi mbili hapo, anamtafuta mwanadada Sasi na bado anamletea wasichana uko ndani mwanadada Zara. Sasa huku ndo anakutana, anasema wewe ulichokifanya umenikera bwana wewe ni wakunikamatisha kweli kwa ule bosi. Kwa akawa wanavurugana hapo. Sasa baadaye mwanadada Ratasha akawa amempiga sumu sasa mwanadada huyu ambaye anaitwa Sasi, akawa amemzimisha. Sasa unaelewa Sasa huku mwamba leo mambo yameenda tofauti, amelala na mwanadada afu amezimia, unaelewa hapo haelewi yani. Mwanadada amekata moto huyo, unaambiwa mpenzi wake huyu na Zara. Sasa ikibidi amuite mpenzi wake, anasema mimi sielewi huyu mwanadada tumelala naye tu, ghafla anamwamsha afu hataki kuamka. Kazi hiyo imeambiwa Sasa wakabidi wamtoe nje lakini mwanadada akasema hapa kuna wale wanadada wako hapo nje, inabidi tuwatoe, hatuwezi kumtoa huyu nje wakiwa wako pale. Kwa akaja tu akawaambia kuna tatizo limetokea, tutawaita siku nyingine. Ndo hapo wakawa wakawa wanatafuta jinsi gani ya kumtoa mwanadada nje, lakini ghafla tu mwanadada Ratasha naye amemleta Sasi, si unaelewa, alimpiga madawa. Akamwambia Samlinzi, nenda hapo nje ukalete, akawa amemwagiza kuna maji ili aweze kumzimua huyo, alikuwa amezimia huyo mwanadada Sasi. Sasa mwanadada Sasi anashtuka hivi, anajikuta yuko kwa adui yake, akasema sasa leo ndio utatuambia madini yetu yako wapi. Lakini ghafla anaingia mwamba Ayo, unaelewa Mwamba Ayo ameingia hapo. Sasa anawaambia mimi ni afisa usalama mpelelezi. Sasa kumbe unaambiwa huyu Mwamba Ayo ni afisa usalama bwana mpelelezi, na anawaambia muda wote nilikuwa nawafuatilia sana mtandao wenu, na akawa anawaambia kuwa nilijua kuwa we mwanadada Zara unajihusisha na masuala ya kuuza silaha, unaelewa masuala ya kuuza madawa ya kulevya, na ile siku ambayo huyu mwanadada Sasi alikuwa amepoteza madini, ni yeye ndio aliyekuwa ameyachukua. Kwa kama amemwambia hivyo na visi alivyokuwa anawafuatilia. Sasa unaambiwa mambo mengi aliyagundua huyu mwamba ambaye anaitwa Ayo. Aligundua kuwa mpenzi wake ambaye anaitwa Sasi naye alikuwa anajihusisha pia na kuuza madawa ya kulevya. Kwa hiyo hapo tunaona mwanadada Zara alikuwa anajihusisha na mambo ya kuuza video za zile chafu za mtandaoni, anauza madawa ya kulevya na bado anauza silaha. Lakini mwanadada huyu Sasi alikuwa anajihusisha pia naye na kuuza
madawa ya kulevya naye. Kwa aliwaambia kuwa alikuwa kwenye mchakato wa kuwafuatilia. Kwa Mwamba alifahamu mambo mengi akiwa na rafiki yake huyu. Umeelewa kuwa walikuwa ni maafisa usalama wa polisi. Kwa muda ule wote Mwamba akiwa na mpenzi wake alikuwa anamfuatilia, unaelewa kwa akagundua mambo mengi mtandao wao, jinsi wanavyouza madawa hayo ya kulevya. Anamuuliza mpenzi wake, hataki kumwambia. Kumbe Mwamba anamchora tu akiwa na ile siku alivyokuwa ameiba madini yale na kwenda kuyaficha, ni Mwamba ambaye aliyachukua na akaenda kumpa rafiki yake. Kwa mtandao wao mzima wote aliufahamu Mwamba huyo ambaye anamuita Ayo. Na kitu kingine pia aligundua kuwa Mwamba Zara anajihusisha na kuwarekodi wa dada video za zile za mtandaoni chafu zile. Na hapa kuna mwanadada akawa anafunguka kila kitu alichofanywa na mwanadada Zara kuhusu hizo video za mtandaoni. Na pia akasema kuna siku ile ambayo aliingia kwenye genge ile ambao wananunua madawa ya kulevya, aliwakamata wote na wote waishakamata huko polisi unaambiwa. Basi mzigo unaitwa Undercover. Ukitaka kuona full unaweza ukagusa kwenye description hapo, nimekuwekea linki. Mwamba akamwambia pia na wewe mwanadada Zara uko chini ya ulinzi kwa kujihusisha na kurekodi watoto wa kike video za mtandaoni. Lakini pia akamwambia mwanadada Sasi pia yuko chini ya ulinzi kwa kujihusisha na uuzaji wa madawa ya kulevya pamoja na usambazaji wa silaha. Unaelewa Kwa wote wakawa wamekamatika hapo mzee. Movie inaitwa Undercover. Kama unataka kuitazama full, nimewekea link hapo kwenye description. Lakini pia ukitaka kuitazama kwa Kiswahili pia zinapatikana kwenye library zote za Gongo la Mboto. Basi naitwa Davidio, tukutane wakati mwingine.